Wewe vipi? Nani pato simu? Wewe vipi? Chuma una nini tena hapo? Oya wewe vipi wewe? Una nini tena wewe? Umenipenda ama vipi? Oya vipi wewe? Chekecha. Nenda basi wewe vipi wewe? Wewe si uende wewe. Wewe tembea basi. Wewe vipi wewe? Oya mimi sichekeshi juu wewe. Wewe. Mpenzi. Love, ulikuwa ongea? Maana nimesikia yote ambayo ulikuwa unaongea. Hayo ulikuwa unasemaje? Mama. Ulikuwa ongea nini na hii simu? Ulikuwa unaongea na rafiki yangu. Ulikuwa ongea na rafiki yako. Rafiki yako mwanaume akupepeza. Utaacha haya mambo yako kweli wewe? Rafiki yangu wa kike mama. Nilikwambia uachane na hayo mambo. Mama na. Haya maneno atakupeleka wapi wewe? Hata ndani ya nyumba pia wavulana wako wapigia simu hapa ndani. Tena uko na akili wewe tena. Nilikuwa namwambia kama tutaenda saluni. Kwani si hekima ni bure, ni kitu cha bure ama? Sijaongea na mtu yoyote. Ni tabia mbaya. Kati ndani ya nyumba mimi niko hapa ndani lakini wewe uongea hapa na simu. Hata tumanie pesa. Nani anatumania pesa? Silikwambia mambo achana nayo wewe. Lakini mama nimeshakuambia mbona nilikwambia mwanangu ugonjwa ni mwingi siku hizi hapa duniani. Utaweza nao wewe? Ni mama tani. Wewe endelea tu. Endelea na mambo yako. Endelea. Usiache. Sawa. Kama mimi mwanadamu sawa. Halo? Baada sahi. Salama? Mimi niko hapa kijiweni. Hapa kwa vijana ambao wanaketi hapa. Sawa. Basi mimi sitakaa sana hapa, unafanya haraka uje. Mzee shikamoo. Marhaba, amjambo. Salama. Marhaba, ujambo? Jambo. Haki ya Mungu huwezi kuamini. Niambie sasa. Yaani nilichoamini zaidi ya loto. Sasa asubuhi mwanangu natoka zangu geto hapo. Nikapitia sana na Moses hapa. Safi. Yaani mrembo msafi. Najua uchelewesha. Haki ya Mungu huwezi amini wewe. Mazeti na msichana ametulia kabisa alafu kitu kizuri. Haelewi rada zangu. Bado ni mgeni wa hichi kijiji. Sasa nilichofanya mie, si nimechukua namba yake mimi mara moja pale. Mimi nachelewesha wapi basi? Uniamini? Uniamini? Nionyeshe ama mpigie sasa nimsikie.
Unadhani sasa nikampigia hapa? Mpigie sasa. Na nikimpigia utanipea nini? Nikimpigia utanipea nini? Wewe mwenyewe unajua tayari goals. Yaani unajua pasi zangu mimi nikisema pale nikipiga pasi yangu hivi, kila kitu kinaenda shwari. Hakuna siku nishe kwa sababu. Huyu vipi huyu? Tufanye hivi. Ngoja nimpigie. Kuwa mpole basi. Taratibu vipi? Sawa nakucheki. Tulia basi. Angalia huyu. Vipi huyu? Unadhani mimi nakwambia unadhani nakudanganya? Acha mambo mengi. Tulia basi, tulia. Si utulie. Nenda uweke loud hapo. Nisikie. Wewe mwanangu uniamini mimi. Yaani uniamini mimi? Sikuamini tena. Ni pasi gani yenye nilipiga mimi nikafeli? Mimi pasi yangu nikipiga hivi mimi nafunga. Dili zako vipi asieleweki. Sawa basi, wacha zieleweke. Wacha nikueleweshe hapa. Sawa, wacha nikueleweshe. Tulia basi, tulia. Jamaa vipi lakini? Tulia basi. Tulia. Sikiliza vitu hivyo. Tatizo lako wewe usijui. Wacha nipige hapa. Nilikuwa tatizo liko wapi? Nipige hapa ngoma. Nakutegea maneno mengi. Tulia basi. Nini? Si tulie. Tulia basi. Waona sasa. Tulia. Ngoja. Sawa. Tulia basi. Nakusikiliza. Liko wapi unasielewi? Mambo yako yote yako wapi? Subiri kidogo. Mambo nimekwambia mambo yako cha rangi wewe. Baki mwenyewe hapa kijieni. Umenitibua na asubuhi nimekuja na raha zote alafu wanadanganya. Nimekwambia mambo yako wewe. Sisi usikilize bro. Oya, cheki basi bro, sikiliza mwanzo. Inaweza kuwa hii namba nimebadilisha. Oya, njoo mwanangu. Sasa inakuaje hii? Mambo gani sasa haya? Hii si aibu sasa hii. Tunamsichana kabisa nikubali kusikiliza namba yake kabisa. Hili pasi yangu ilikuwa nimepanga nikifanya hivi najua nafunga. Sasa vipi tena imetokea nini? Kijana, shida iko wapi kijana? Wewe mzee, na matatizo yako wapi sasa? Kuna shida gani? Kuna hapa kuna shida yako hapa. Wewe mzee mwanzo umetulia hapo, kaa utulie, endelea kusoma hapo. Wewe vipi wewe? Wewe baki kwenye nafasi yako mwenyekiti, acha mambo yako. Hii maisha magumu. Mambo magumu ndio kafanye rahisi basi. Wewe mzee, mimi nimechanganyikiwa ujue. Usinikoroge nikatoka hapa kijiweni. Mwanzo sijakuona hapa wewe, kila wakati ukae hapa wewe. Hapo ofisini kwako hapa. Hapo ofisini kwetu sisi hapo sikilize kijana. Hata ukwambia mimi nimeona mengi kuliko wewe. Umeona mengi basi nenda kapelekee bibi yako na kueleza kwa sababu wewe mzee hata umenikoroga tayari. Mimi hata sibaki hapa, angalia au. Bakio nisikize mimi kama umeona mengi nini? Si upige mafaili yako huko. Baki nyumbani kwako na ofisini wako na watoto wako huko. Wewe mwenyekiti tu huwezi nipeleka popote wewe, angalia. Mambo wanawake na simu zangu achana na mimi. Angalia. Wanawake hao mbona mnatafuta wengine hawa? Ugonjwa upo. Anaenda huko mzee. Mtoto afikira korogeka mfuta banki watoto hawa siku hizi. Hai. Endelea kijana wangu, lakini sisi ndo wazee mtakuja tuuliza hapa kijiweni hapa. Sisi waje tuangalie makaratasi hapa, lakini mpaka mtajua sisi ndo wazee ambao naweza kuuliza nini kizee.
bana. Niko mwanangu, sasa tunakuelewa tena aliza utafutaji na nakuona. Hata usishangae. Ndio sinakuona. Nakuona mmemletea mama zawadi hapa. Vitu vidogo hivi bro. Unajua tena. Sisi mchangamka amua complex mada bana. Pia mimi nashukuru wenyewe hivi bana. Pambania huko. Karibu bana. Karibu sana. Tukaribia. Basi mimi niko ndichi. Acha niseme ndichi. Fresh. Fresh. Mimi niporudia na mama alafu sasa tunakuelewa tena ni haraka. Fresh basi kaka. Hapo ndani. Sawa. Fresh. Purchase your tracks today. Your blood culture. Purchase your tracks today. Salama alhamdulillah, vipi na wewe? Mimi pia naendelea vizuri. Uko salama kabisa vizuri. Mbona ukavyonge hivi? Niko sawa, tatizo tu hapa na pale lakini niko sawa. Salim bana, Salim. Niko sawa mbona? Hivyo nataka kuniambia mimi nimekujua leo kweli wewe? Najua hujanijua leo lakini si unajua kisio kila siku mtu atakuwa anakitafuta kwa anacheka hivi. Basi niambie japo kwa uchache. Kuna nini? Unaenda wapi kwa nini? Mimi nilikuwa nilikia tu hivi nimekuja kwenu pale nikakuta mada pale Kwa toka geto. Nimekuja kuangalia wewe. Basi sawa, hamna tatizo. Tufanye hivi. Hebu tuulize tu geto ili tukamwongeza hivi basi. Nitakusimulia tu kwa sababu koroga akili kabisa. Basi kitu gani? Usiniambie basi kidogo. Tuanze tu basi tutabonga. Your blood culture. Purchase your tracks today. Mwenzio ninaombea. Nakwambia juzi. Kufika pale kichochoroni tokea Kibaka. Kanichukulia mizigo yangu. Cha ajabu kapata mkaka kanisaidia. Lakini mkaka mwenyewe
Shakuwa mama mashauri. Waingilia mambo yangu badala uingilia kwako. Sawa yanakuhusu. Mimi kashakwambia kuwa ninamtaka, kashampenda. Dada yangu mimi nakushauri acha na hayo mambo. Sawa. Kama atakusaidia wewe sahau, sawa? Nitasahau wakati nampenda. Hapo naona tutamuona. Beat Master. Hello bro. Okay, sahi tu. Nipatie dakika moja. Sawa, hata niko njiani. Sawa, sitochelewa. Hapo. Sawa kijana. Nimepata simu ya dharura. Nihitajika nifanye haraka. So, next time. Beat Master. Takuelezea tukifika huko. Yaani nakwambia kuna kitu kimenikoroga kabisa. Yangu tangu nianze haya mambo haijawahi nitokea kabisa. Hii kitu haijawahi nitokea. Kitu gani basi bro? Mazee cheki. Nimetoka zangu geto hapa. Naelekea zangu kijiweni pale. Sasa napita pale dukani, kuna hii duka nikatiza hiyo, kuna duka hapo. Na ile duka yetu kila siku sio pale. Sasa nikapita na pale dukani. Sikufika pale dukani, sina kutana mali safi pale. Mambo yako tayari. Maziti na mtoto, basi mtoto ameiva kweli. Yaani wallahi katika hichi kijiji hakuna mwanamke mrembo kama yule. Nakwambia sijapata kuona kabisa. Yaani tunaweza sema tu ni malaika ameshushwa kutoka juu. Alafu ikawaje sasa? Sasa unajua dada zangu mimi. Kaingia pale dukani kama nataka kununua pale michongo, lakini kutegea zile rada zake nini ili nikutane naye pale. Si ndio? Alipotoka pale na mimi nikamfuatilia tayari. Nyuma tayari. Mrembo nini akasimamisha kiasi. Naona akamsimamisha pale, tukabonga pale. Sasa nikachukua namba yake mimi pale. Kwa sababu yeye amesema yeye ni mgeni. Sinaambia kaangukia tayari kaka hapo. Sasa ndio hivyo. Mimi tangu lini nikachemka sasa. Lakini katika hili ndio linanikoroga. Sasa kitu gani tena kama namba jambo linanikoroga kabisa. Sikiliza sasa. Namba kweli nimechukua. Tena alikuwa amesema kabisa, yani amekubali kabisa kwamba tutacommunicate, sijui nitoe mtaa, sijui nini, yani mgeni hapo aliingia juzi huko. Sasa nikafanya hivi, mimi nikachukua namba yake. Sasa mazee kuchukua namba yake, nikakutana na Bakari pale. Alikuwa pia elekea wapi? Kijiweni. Nikamwambia Bakari, basi tunazetu kijiweni, lakini kuna bonge la issue, utafanya nini? Nitakwambia.
Mazee tukashuka zetu hivi mpaka kijiweni. Kufika kijiweni pale, tumekaa pale na Bakari, sasa tuna communicate pale nini. Sasa Bakari sasa unajua Bakari yeye ni mshindani. Yeye hataki kuamini kama jambo analoambiwa kweli ni kweli mpaka afanye ushahidi sijui. Mpaka atajue yule ndio ajue ni kweli. Nataka ushahidi kila kitu. Sasa mimi nilichofanya si nikataka kumpigia sasa yule demu pale. Ile nimthibitishie kwamba ni ukweli. Sasa mimi chenye nimefanya pale ilikuwa nataka ajue ukweli kinachoendelea. Unaona? Kwa hiyo nilichokifanya mimi nikachukua namba yule demu pale nikaipiga pale pale. Sasa cha ajabu mazili namba haijashikwa kabisa mara ya kwanza. Yaani imeita mpaka ikakata. Sasa nikawa natatizika tatizo liko wapi? Nikasema basi acha nimpigie tena. Basi kumpigia mara ya pili haipatikani kabisa. Kwa hiyo ndio tatizo. Mazili tatizo haki ya Mungu amenikoroga. Mimi sijawahi kabisa kufanyia jambo kama hili. Na kama ni kiburi ile demu, kwa nini nifanye kiburi sasa? Wakati mimi nilikutana tena vizuri kabisa. Yaani mimi unajua mimi tatizo langu, yaani mimi huwa nataka nikipanga pasi zangu hivi. Najua kabisa napanga pasi lakini goli ndio lile pale. Kwa hiyo nikipiga nikisukuma hivi, tayari mimi huwa nafunga. Sasa nashangaa nimefika kwenye goli alafu demu anafanya nini? Ananipiga mtama. Hata hivyo kuja kuseka chochote. Haki ya Mungu amenigeuka kitu wale inanikoroga sana. Basi msikilize kaka. Sasa wewe sasa uone ushaurije sasa? Kwani wasichana si unawajua? Wasichana ni wale tu. Waweza kuwa hata kaka kupima imani tu. Lakini sio kwa huyu. Huyu mrembo sana hizi kunipima imani bwana. Unajua wanawake wako vipi? Mwanzo venye umesema ni mara kwanza kabisa kumuona. Inaweza katika akili yake ile tu sema acha huyu kaka labda pengine kama unipenda kweli acha nimjaribu nipe mtihani huu kama nione venye atapitia. Sasa tena kunizimia simu ni mtihani pia. Aibu sasa nimepata ile. Hakujua kwamba Bakari ametoka pale anapiga kelele, "Oi sijui nini mwanangu sijui nini." Alafu pia kulikuwa na mzee pale amekaa pale. Yaani mwanangu aibu kibao. Sasa wana huyo sister hakujua kwamba uko kijiweni wafanya nini, hakujua. Lakini yeye chenye labda pengine ametaka kukuna nini kukupima nacho imani ni ile tu wanawake wengine ule nani wanawake wengine hata hawaeleweki kabisa. Sasa inakuaje? Inakuaje kabisa unakubali kabisa kuchukua namba alafu baadaye unaenda unamzimia simu? Tena ya kwanza imeita kabisa. Ingekuwa amenipia namba yenye sio, singeita basi kashikwa na mtu mwingine tofauti basi ndio akasema, "Oya, mimi ni mtu fulani sijui nilikuwa nataka nani," vitu kama hizo. Lakini sasa yeye hajashika na mara pili kazima kabisa. Lakini si hapa Kwa majina naitwa Hassan Juma, niko kwa Simba Creative. Habari zenu. Kwa majina naitwa Juma Jira. Mimi ndo manager wa Simba Actors. Namkaribisha nyote. Karibuni sana. Oi vipi jamaa? Mimi hapa naitwa Salim Zuma wa Simba Actors. Mimi hapa kwa Simba Actors niko kama mtu wa discipline tu hivyo basi. Habari zenu watazamaji. Mimi naitwa Miss Ramadan. Mimi ni director wa Simba Creative Scriptures Production. Na katika grupu yetu kuna changamoto kidogo yenye imetokea na tumeshindwa kuitatua kwa wakati. Kwa hiyo tutasitisha kidogo katika filamu yetu pendwa ya Ulimwengu ambayo tayari tumeshapeana episode ya kwanza na pia tumepeana episode yetu ya pili. Lakini kuanzia episode ya 3 tutaanza baada ya wiki 2. Kwa hiyo kazi rasmi itaanza tena baada ya wiki 2. Kwa hiyo mtuwie radhi, mtusamehe, mtuelewe pia kwa sababu kwa wale wana filamu wengine nadhani tukisema changamoto nadhani hao pia wanaelewa maana wanapitia kile tunachokipitia. Kwa hiyo naomba tu mtuelewe na mtuwie radhi pia kwa kuchelewesha vitu, lakini tunawapangia nyinyi pia kwa sababu hii kitu yote tunafanya ni kwa ajili yenu. Kwa hiyo sisi tutajipanga tena upya na baada ya wiki 2 tuna uhakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu basi tutakuwa tushamaliza,
tusha clear kila kitu, ile tatizo tutakuwa tushalimaliza na tutarudi tena rasmi. Kwa hiyo naomba mkuwe wavumilivu na mkuwe watu wa kuelewa. Asanteni sana, mzidi kuwa nasi sote pamoja.